kaka. Kamchalo. Naona unajisomea mwenyewe hapo. Si unajua kaka, mitihani imekaribia tena chuoni. Muhimu sana kwa sababu wanasema ukifika wakati wako wa kusoma usome kweli kweli ili usije ukajutia baadaye. Na nawaona. Maana hivi vitu vingine nilipokuwa tukisoma si hivi. Kaka, physics hii mwanamume huwezi kujua. Unaona? Mahesabu tu. Mimi wakati wangu ulikuwa chocho tu. Sina ninachokielewa chocho. Ikafika wakati wake. Kama ziara lakini sasa hivi nako nini hodari nyinyi? Tupo tunapambana. Napambania kweli yani. Unaona? Physics hiyo mwanamume. Kwa kweli. Soma bwana. Nikijikumbuka nilipokuwa nikisoma mimi hapa. Kwani kaka nawe ulisoma? Nimesoma hapa kuna kakake hapo tunashana hapa. Tupo hapa kaka, si unajua maisha lazima ukae nao karibu hawa. Wale wengine wasijisikie tabu yani. Kweli? Mambo haya yalikuwa si hatuyasomi haya lakini. Tunayakimbilia mbali. Sasa tunasema na kupomande. Vipi mdogo wangu Nadia tena? Vizuri fresh kaka, shamuho. Marhaba. Jitahidi kuongeza jitihada. Na ukapata first. Ndio hiyo yote unajua tena mdogo wangu. First class. First class. Utadai mie pesa. Ndakudai shilingi ngapi kaka? Japo kama 50. Kweli kaka? Promise. Yes, promise. Ndio kumwambia nini lakini hapo. Utafurahia kaka, 50 ni pesa kubwa. Kweli, lakini tutafanyaje sasa kwa mdogo wangu unapotaka apite? Afaulu. Asiaje kusumbua wanaume huko nje. Mimi nitajitahidi, nitapambana kwa uwezo wako. Lakini kaka, na shida nataka nikwambie kidogo. Haya, shida gani? Mbona shida mdogo wangu? Kaka, nisipokuambia wewe nitamwambia nani tena? Hakuna, ndo tupo sisi wawili sote hawa. Na shida 50. Usiogope mdogo wangu, utapata kabisa. Ulikuwa unataka nini? Nataka huko za chuoni nikalipie baadhi ya dada. Sawa. Mimi tena kwa wewe ndugu wangu. Kenda pahali sasa hivi hapa ukitubaa unakutana na watu wengine hapo unawajua sana, unaweza kuzitoa pesa zako unazo. Yaani ndugu wangu kama si mwanga mchawi, yaani kama umeotea, lakini tena kwa mdogo wangu sina jinsi. Niko peke yangu mwanamke kaka. Kweli, ile bwana mdogo wangu jitahidi sana bwana. Haya kaka, asante. Haya, usiogope. Sasa lakini kaka, unakumbuka kwamba uliniambia ikifika siku kama ya leo nikukumbushe, sababu hali anaendelea kule mamangu shamba mchangani sio nzuri kwa sasa. Sasa kaka, sasa muda wote hujanikumbusha hapa, ndio hizo pesa ndoshazitoa zote na nishapa mdogo wako Nadia, na ndio naona anajisomea nataka kuweza kwenda shule. Ungenikumbusha mapema. Sasa kaka, mimi ndio nimelijia hilo tu kusema kweli. Labda kaka nipe hizi. Hizo simpe, hizo za kwako wewe upeleke skuli. Yeye nitafanya pango mwingine huyo. Mimi najua kwenye familia yenu mimi simo, lakini haya tu. Wewe endelea hivyo hivyo, mimi yangu nitakosa na yangu nitapata. Kama nyinyi mmenikusudia kunitoa, poa tu, mimi naenda. Mimi sitakukosea. Usiseme hivyo kaka. Ndio hivyo hivyo, sasa niseme vipi? Wakati mimi nimeanza kusema mwanzo sijapewa. Leo naambiwa unasema wewe hapo kwa hapo unapata, inamaanisha kitu gani? Sikiliza mdogo wangu, ukitizama hii hali ya mandhari, huyo ni mwanamke, wewe ni mwanamume. Sasa na hali mimi nimesahau. Na sisi binadamu tumeumbwa hakuna lojiumba. Sasa haya makosa madogo madogo wasitutenganishe. Mimi najua, nyinyi mnajuana mnabaguana, lakini haya tuendeleeni, tuna mambo yenu hayo. Ndugu wangu wewe. Naenda subiri kidogo tutangaza. Hamna shida kaka.
Shangazi huyo. Karibu mwanangu. Wema lakini. Wema shangazi. Shangazi. Unajua mimi nimekuja kusikiliza wito wako. Sijui labda ulikuwa na kitu gani. Yaani kwanza nashukuru mwanangu kwa kuja kunisikiliza wito. Maana sikufichi nimechoka. Hapa nimechoka mwili mpaka akili. Moja haikai, mbili haipati. Kukuona wewe kidogo nahisi wazo langu au jambo langu kwenda likakasa. Sasa shangazi, mbona unanitisha ukiniambia hivyo? Kwema lakini si kwema hata kidogo. Kwa nini wewe si kwema? Hivi yale maneno aliyoongea kaka yako kwenye kikao, yamekuingia akilini kweli? Kusema ukweli mimi hakuniingia akilini. Hivi inawezekanaje mimi nisirisi mali hali ya kuwa mimi yule ni babangu na kila mmoja anajua? Au kisa na mkasa tu kwa mimi nimezaliwa nje ya ndoa? Swadakta. Sheria ndivyo inavyosema, wewe huwezi kurithi. Hata thumni huwezi kurithi. Na si peke yako, hata mimi mwenyewe mali ya kaka yangu mwenyewe kutoka chango moja inaniuma kweli, sirisi hata hapa. Tusipofanya mpango wa ziada, wallahi tutaona matatizo. Kwa hiyo ulikuwa unataka kuniambia kitu gani? Sasa mimi nikwambie, nimetuliza akili yangu vizuri, wazo la kufanya lipi. Na simple na jambo dogo tu. Shangazi, jambo gani hilo? Sasa hapo ukitaka sisi tupate chochote pale kwenye mama na mali turisi, tunaua ndio. Shangazi, tuue. Unaliona jambo dogo kuwa shangazi kweli? Sasa wewe vipi? Kuwa si jambo dogo tu kama unamuanzi au sisimizi. Mbona unataka uniangushe tena mwanangu? Shangazi, hilo swala ni gumu sana. Mimi siwezi kusema ukweli. Wewe? Nipe moyo. Wewe uko tayari katika zile mali za babako usipate hata chembe ya maji? Uko tayari? Tutapofanya hivyo, huu ndo mpango wetu wa mwanzo, tutafanikisha kwa 97%. Hayo mambo kweli? Ukweli yanao na uhakika utauona kwa jicho lako. Shangazi, mbona kama unanifumbua macho hivi? Sasa na tungo hizo nataka nikutoe kabisa. Lazima uwe nganga. Haiwezekani wewe yule baba yako sirisi. Unaona sahihi? Basi shangazi, ili nikuondoa wasiwasi kwenye hili swala mimi nakwambia niko tayari kulifanya. Tena nitalifanya leo. Ndio maana mimi nakupenda sana mwanangu kuliko hata wengine. Sijotai kwaje kuaje tu. Babako kukuandikia urisi. Usiweke imani mbele. Hofu ondoa. Lazima uwe nganga kama nilivyo mimi shamazi yako. Mambo ya kuweka imani, uoga kuonea huruma, hamna huruma. Wapo haja kuonea huruma. Unalozungumza lakini ni kweli. Basi kama wewe kidogo unaingia mashaka, huna uzoefu. Mimi nao vijana. Wanaweza kunisaidia kweli kwenye hilo? Si wanaweza, kifupi washaweza, bado kwa wakati hiyo kazi. Ngazi sana maneno. Wanapatikana hapa au? Wewe tulia. Wakati umesema usiku inaanza kazi, watakucheki tu. Sawa. Mungu atatufanyia wepesi kwenye. Acha kuweka mambo ya imani. Wewe vipi? Hofu shangazi, tatizo hofu. Ondoa mambo ya hofu, usio na imani na mtu wewe. Unakosea kukana imani haya. Basi, nakutegemea usiniangushe. Sikufelishi shangazi.